Mimi nashangaa. Sasa hii nimeona picha nyingine last week. Watu wamepiga picha wanasema ati audacity of hope. New dawn. Sasa Rigathi Gachagua ni new dawn in Kenya. Jamani bana. Unajua saa ingine mimi nataka hata Yesu arudi haraka. Sasa ati wanapiga picha ati audacity of hope, ati new dawn. Nikaangalia picha namna hii, naona Martha Karua, naona Rigathi Gachagua, naona Mukisa Kitui, naona inaitwa nani ile mwingine ile Kiriso Malwa, no Eugene Wamalwa. Naona watu tumetembea nao miaka mingi mpaka tukanyoroshwa tukalia pamoja ati new hope, new dawn. Unajua sasa tangu mzee Ojwanga kufe vitimbi sasa imeenda kwa wanasiasa. Sasa hii ni vitimbi sasa hii. The country is more serious than those jokes. Very serious. Watu wanaenda sasa sherehe, wanatembea na magari sijui ngapi, wanafanya sijui muziki kila jana. I was watching kitimbi kingine hapa Kisii. Sasa mimi nilikuwa nafikiri wananchi wataambiwa what they are going to do for them, what hope they have for them. Wanaenda ku launch Ruto must go. That one you don't need any launching. Unaweza sema tukiwa Nairobi kwa microphone. Watu wameshasema paka wamechoka. Wale majamaa mashujaa wa ukabila, si ndio? Na architects wa kugawanya wa Kenya. Sisi tunawaambia ya kwamba sisi tuko tayari kabisa. Lakini kabla amujasonga mbele, tafuteni sera kwanza. Ruto must go, it cannot be a manifesto. Hiyo manifesto ni manifesto ya chini sana. Kwa sababu ama namna gani? Kwa sababu wale watu wengine pale hawana mpango yoyote. Ati mpango yao ni Ruto must go. Na Ruto asipoenda mutadu. Mimi nashangaa. Ati manifesto yao kubwa usiku mjana Ruto must go. Mimi nataka wale watu wa Ruto must go niwaeleze. My friends, tafuteni sera ya kuuzia wananchi. Wananchi wanajua tumepanga mambo ya barabara tunajenga. Mpango yenu ni gani? Ndio hii tunaendelea na affordable housing na masoko na hostels. Mpango yenu ni gani? Tuko na mpango na taratibu ya afya ya Taifa Care na mambo ya universal health coverage. Mpango yenu ni gani? Tuko na mpango ya ajira ya vijana hawa, mambo ya digital jobs, maneno ya infrastructure development, ile mpango yetu ya export of labor. Mpango yenu kwa vijana ya Kenya ni gani? Msituambie ati mpango yenu kwa vijana wa Kenya ni Ruto must go. Hiyo ni upumbavu. Ama na magani jameni? Tumekubaliana ama tukubaliane wala? Kwani hii must go si tumekuwa tukisikia? Si kulikuwa na wimbo ingine Moi must go? Si tulikuwa na ingine must go? Sasa iko kitu mpya hapo. My friends, be a bit innovative. Wachana kuwa na mambo ya upuzi. Tafuteni njia, tafuteni sera. This country can only be changed by leaders who have a vision and who have the courage to implement a vision that can transform our nation. You cannot transform this nation through shortcuts. Sijui kama tunaelewana jameni. Migori hoye! Migori hoye! Uriri hoye! Oria hoye! Wacha nimuite gavana wetu Mheshimiwa Ochilo yako atusalimie. Sasa vile tu Waswahili walisema yaliyopita si ndwele. Tugange sasa ya sasa na yajayo. Si ndio? So tushirikiane namna hiyo. Na nimekubali hiyo maneno yenu na nataka tushirikiane na naomba ya kwamba pia na nyinyi mshirikiane. Tusiwe na migawanyiko. Viongozi hata kama ni kuomba kura tuombe kwa taratibu, kwa heshima na kwa ustaarabu. Ndio tusiwapiganishe wananchi na tusiwagonganishe wananchi na tusiwagawanye wananchi. Tuwe tunaomba na kura na tunasonga pamoja. Kwa sababu pale mtu akishachaguliwa anakuwa kiongozi wa wote. So usiweke uadui mkubwa mpaka ikafika wale hawaja kupigia kura wanaona ya kwamba hawana maana. Tumekubaliana ya kwamba hatutaki siasa ya ukabila, chuki na migawanyiko. Jameni, mkubali kama Wakenya tuungane.
na tuungane ili tuweze kuhakikisha ya kwamba Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele na hakuna jamii ama sehemu inabaki nyuma. Tutembee kwa pamoja. Na ndio mnaona leo tuko na broad based government. Serikali inaitwa ya mapana na marefu. Yani mapana ndio ilete kila mtu na marefu ndio mtu asiwache nje. Hello. I am back with Ruto's political mathematics. Mahesabu ya Ruto ya siasa. Hivi karibuni nimeona William Ruto amekuwa na tendency, amekuwa na tabia ambayo ni riski sana kwa siasa, tabia ya kudharau viongozi. Yani amekuwa tu na tabia ya kudismiss some new crop of leaders ambao baadaye wanakuja kumuaffect. Tuliona hapo mbeleni William Ruto alidharau Rigathi Gachagua. In fact, alisema huyo hata tukimuimpeach within 2 weeks atakuwa amesahaulika. Saa hii ni almost 6 months. Na venye amebadilisha siasa ya Kenya, you cannot even imagine. This Sunday alikusanya watu kwa Wamunyoro home. Hapo Wamunyoro kulikutana watu ambao wako na face of Kenya. Kulikuwa na Mkamba, kulikuwa na mtu wa Western, kulikuwa na Matiang'i from Kisii, wote. Sasa ile narrative ya kumpiga na mambo ya ukabila haitawake anymore. Hiyo ni hesabu ya kwanza ya Ruto ambayo imeharibika. Number 2, William Ruto amekuwa akidharau Fred Matiang'i. Watu wamekuwa wakiongea mambo ya Fred Matiang'i akiwa absent. Alikuwa anaongelewa na hakuwa hata hapa Kenya. Na William Ruto hakudhania, ange prepare ground, hakudhania Fred Matiang'i ata affect anything, ata affect mahesabu yoyote. But the entry ya Fred Matiang'i kwa siasa, I am telling you for sure, ita affect mahesabu ya Ruto na hata mahesabu ya Raila. The reception yenye Fred Matiang'i alipokea huko kwao Kisii na Nyamira, that alone imetosha William Ruto and Raila Odinga warudi kwa drawing board. That alone iliwasabaratisha mahesabu yao. Tena uliona venye alipokewa huko Wamunyoro. People are somehow excited about Fred Matiang'i, even in Kikuyu-land. That tells you something. This is not the Fred Matiang'i you knew katika serikali ya Uhuru. Huyu Fred Matiang'i wa sasa ni mtu akona capability, political ability ya kuondoa hii serikali. So I am telling you for sure, serikali ya Kenya ikiongozwa na William Ruto, saa hii lazima warudi kwa drawing board kwa sababu mahesabu yao yote imeharibika. If I were to advise the government, ningeambia Ruto yeye mwenyewe, not just as a president, but Ruto as a politician. Hiyo tendency ina grow ndani yako ya kudharau viongozi. Ina kucost a lot. Ulidharau Rigathi Gachagua, ulidharau Wamunyoro. In fact, mulisema huyu mtu tunamtuma Wamunyoro. But by then, hatukuwa tunajua what you mean by Wamunyoro. We never knew Wamunyoro ni wapi. Today, kila mtu in Kenya anajua Wamunyoro. Mulidharau mkasema 2 weeks atakuwa ameenda, atakuwa hata amesahaulika. But instead, you build someone who was nobody katika siasa za Kenya. Saa hii kila mtu anamtafuta uko Wamunyoro. Sasa tena wewe Ruto umedharau Matiang'i. Watu waliongea mambo ya Matiang'i akiwa majuu. Wewe ukaendelea tu kuona Matiang'i. Matiang'i atafanya nini? Saa hii naona mnajaribu kumpiga na mambo ya Rivayara. Can I tell you for sure? Hiyo haita work. Matiang'i atatingiza hii serikali yote mkiendelea tu kumdharau hivyo.